Ahlan wa sahlan wa marhaba, jambo na karibu mwanagenzi au mwanafunzi katika kipindi kipendacho, kipindi cha uhondo wa fasihi, lugha na isimu jamii. Kumbuka kwa kipindi ambacho kwacho tunaletea kila kaski kwa minajili ya kukuelimisha tu ili uweze kuyafahamu mambo mengi yanayohusiana na lugha hii tasnia takrima kwa tamrini Kiswahili, naye si mwingine ila mie Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha hii tasnia Kiswahili. Basi natumai popote pale ulipo ungange ya mvule kwangu mie mzima hadidi Jakitai cha Mkarara. Na shukuru Dayani kwa kuninesha na kunipasiha anuai ni kaski nyingine ambayo kwayo nimeweza kuandalia mambo mengi, na hayo yote unayapata kupitia mtandao wako wa YouTube. Pale ingia YouTube Kubasu Wanyonyi, bila shaka utanipata kwa njia muktadha, na vile vile usahau fika kwa tunapatikana katika mtandao wa TikTok ambao watu nafanya nini moja kwa moja pale mtazamaji, tunaenda moja kwa moja pale, yani tunaenda live mtazamaji, na bila shaka mambo yanakuwa aula sana. Na usisahau kusarakwa, yani kusubscribe, kupendekeza, yani kulike, na pia kutuma maoni yako, yani kucomment mtazamaji, unielezee kipindi hiki unakipokea kwa namna gani, wapi, ukiwa wapi, ni yapi ambayo unaweza kujifunza ama umekuwa ukijifunza tangia kipindi hiki waanze kufuatilia mtazamaji, na mambo yatakuwa aula. Basi na usisahau pale kubofya pale katika nini kidufu ambacho pale kwa kufanya nini kwa kufuatiliza, yani kufollow mtazamaji hapo. Labda we ni nani, wewe ni mtazamaji mgeni, tafadhali fanya hayo, naye Dayani mwenye kujalia jala zake mabruki atakujalia neema zake tola. Kumbuka tulikuwa tunataka tuangazie nini watu na kazi zao. Natumai umekwisha jitayarisha upasavyo, una matini yako pamoja na kalamu. Ni vyema uwe na matini pamoja na kalamu ili uweze kuyanakili yale ambayo yote tunaangazia kwenye kipindi hiki cha uhondo wa fasihi, lugha na isimu jamii. Tunabudi kwanza naye askari jeshi, mtu anayelinda nchi yake isivamiwe na maadui. Askari jeshi, askari jeshi anayelinda nchi yake. Na maadui, yeye ni askari jeshi. Tutaka tuende moja kwa moja hala. Kisha tuna fundi bomba. Huyu ni fundi wa kutengeneza mifereji ya maji. Mifereji ya maji, fundi bomba yeye hutengeneza mifereji ya maji mtazamaji. Kisha kando na fundi bomba, tuna watu wengi. Tunaye dalali. Dalali anayeuza bidhaa mnadani, ama kwa kunadi mnadani, mnadani. Kunadi ni kutangaza kitu kwa sauti. Katika kutangaza kitu kwa sauti ndiko kwayo kunadi. Mnadani ni sehemu iliyotengwa maalum kwa minajili ya mauzo ya huyu dalali. Basi dalali anayeuza bidhaa kwa kunadi, mnadani. Kisha tuna mchuuzi. Mchuuzi ni mtu anayeuza bidhaa za rejareja ama kwa bei ya rejareja. Anayeuza kwa bei
ya reja. Basi anayeuza kwa bei ya rejareja yeye huitwa mchuuzi, mtazamaji, ila si kitoweo. Kitoweo ni mchuzi ya umoja pekee, yani supu huitwa mchuzi. Lakini tunapozungumzia kuhusu mchuzi umbili pale, basi huyu ni mtu ambaye yeye kazi yake ni kuuza bidhaa za rejareja ama kimoja huko akitembeza, mtazamaji. Naye tuna wa machinga pia au machinga. Machinga ni mtu anayeuza bidhaa ndani ya magari, anauza bidhaa zake ndani ya magari kwa wale wasafiri, wale wanaosafiri. Machinga anayeuza bidhaa ndani ya magari. Kisha kando na machinga, mtazamaji, tunaye mzegazega. Tunaye mzegazega au mzega anayeuza maji. Basi yule mtu ambaye kazi yake ni kuuza maji pale, yeye huitwa mzegazega, mtazamaji, au mzega mtazamaji. Mzegazega ni mtu anayeuza maji. Kisha tunaye nani anayewakilisha wadi fulani, katika serikali ya mitaa, yeye huitwa diwani. Anayewakilisha mtu huyu mara nyingi uchaguliwa na wananchi, anayewakilisha wadi fulani, yani wadi fulani katika serikali ya mitaa. Mtu huyu katika lugha ya kimombo tunamuita member of county assembly, yani MCA. Kitambo alikuwa yaitwa kansila katika serikali ya mitaa, yeye ni diwani. Na usaafu kakuwa neno diwani ni neno lililo na maana zaidi ya moja, yani kitawe au vitawe ni maneno yaliyo na maana zaidi ya moja. Unapata neno moja lakini huwa na maana zaidi ya moja. Mfano mojawapo ni diwani. Diwani ni mwakilishi wa wadi fulani katika serikali ya mitaa. Na vile vile tupata kuwa diwani pia ni kitabu kilichobeba mashairi kwa pamoja, ama mkusanyiko wa mashairi kwa pamoja. Kile kitabu cha mashairi, kwa mfano wanafunzi wa gredi ya 9, kuna kitabu ambacho mnakifanya pale shuleni kinafahamika kama diwani ya mashairi, kitabu ambacho kimeangazia na malenga tofauti. Pale tuna malenga nani huyu? Tunaye pale Timothy M. Arege. Kumbuka Timothy M. Arege ni malenga na pia ni mwandishi wa vitabu, ameweza kuandika vitabu vingi vya fasihi andishi kikiwemo kitabu gani? Kitabu cha Bembea ya Maisha, shule za upili pale, wanafunzi wa kidato cha 4 natumai mnakijua kitabu hicho. Akaandika pia kitabu cha tamthilia Wema Hauozi, kitabu ambacho kinatumika sasa hivi na wanafunzi wa gredi ya 8. Basi yeye pia ni malenga pale, ambaye pia ameandika pale ushairi pale, mtazamaji, katika diwani ya mashairi gredi ya 9. Ameandika akiwa na wenzake akina Joseph S. Kiponda na Mwala M. Nyanje. Na basi diwani ni kitabu chenye mashairi ama mkusanyiko wa mashairi kwa pamoja huitwa diwani. Vile vile ni mwakilishi wa wadi fulani katika serikali ya mitaa. Kunradhi. Kisha tuna dobi. Dobi ni mtu ambaye kazi yake tu ni kufua, anafua nguo na kuzipiga pasi. Dobi unapata mahali sehemu fulani imeandikwa dobi, basi huyo dobi ni mtu anayefua nguo na kuzipiga pasi. Yeye ni dobi. Anayefua nguo, anaweza fua tu ama afue kisha apige pasi, ama tu apige pasi ikiwa umekwisha zifua nguo zenyewe. Yeye ni dobi. Kando na dobi, tuna mtu ambaye husukuma mkokoteni kwa malipo, mtazamaji. Yeye kazi yake ni kusukuma mkokoteni. Tuseme kwa mfano mie Kubasu
ninahama, natoka sehemu fulani ninakoishi naenda sehemu nyingine, na hiyo sehemu labda sio mbali, sio sehemu ambayo kwa inahitaji gari, ama ni tu labda pia inahitaji gari, pia inalingana na jinsi utakavyotaka, na labda malipo, labda utaenda bado umeweza kufanya uchunguzi ukapata huenda labda gari litakugharimu zaidi ukilinganisha na yule atakaye sukuma mkokoteni ama atakaye beba mizigo yako kwa mkokoteni. Basi utamuita mtu huyo atakubebea mizigo yako, yeye huitwa hamali. Hamali anayebeba mkokoteni, kunradhi, anayebeba mizigo kwa mkokoteni au anayesukuma mkokoteni. Tuseme tu anayesukuma mkokoteni. Kwa malipo. Kisha tuna mpagazi. Mpagazi anayebeba mizigo. Kwenye vituo vya magari ama katika stendi ya magari pale kwenye kituo cha magari. Kwa mfano kuna kituo cha magari kinachojulikana zaidi hapa mjini. Kituo chenyewe kinaitwa kituo cha magari Machakos ama Machakos County Bus. Basi utapata kuna mtu yule unapoenda sehemu hiyo pale kituo cha magari, wale ambao wanaishi katika mji wa Nairobi na viunga vyake, mnajua ukienda pale katika kituo cha magari pale almaarufu Machakos ama county ama kituo cha magari cha county Machakos, yapatikana hapa Nairobi, sio Machakos huko mtazamaji. Basi nilipewa hilo jina Machakos County Bus. Basi kuna wale watu ambaye watakujia wanataka mizigo. Natumai wale ambao wanasafiri wakienda eneo la Nyanza, mnajua hicho kituo. Wale wanayesafiri wakienda eneo la magharibi pale, yani Western, mnajua. Basi unapata umebeba mizigo yako na mtu mwingine anajitokeza pale anakwambia, mama ama dadi, naomba nikusaidie mizigo yako. Basi mtu huyo kumbuka afikakuwa utamlipa baadaye. Basi mtu huyo anayefanya kazi hizo huitwa mpagazi. Mpagazi anayebeba mizigo kwenye kituo cha magari pale, yeye huitwa mpagazi. Kisha kando na mpagazi tunaye tunaye mkulima mdogo, yule wa kujikimu. Mkulima wa kujikimu huitwa falahi. Falahi ni mkulima mdogo wa kujikimu. Mkulima mdogo wa kujikimu pale basi huitwa yule tuseme nyumbani kuna bibie pale, yani nyanya, kunaye labda nina ama wavyele. Nina ni mama au wavyele ni wazazi, labda wazazi wako kule mashinani wanafanya kazi yao tu ya ukulima, na ukulima wenyewe sio ule ukulima ambao unahitaji labda kuuzwa katika kampuni ama kuuzia serikali. Hapana, ni chakula ambacho tu wanakipanda kwa minajili ama analima kwa minajili ya kupata jinsi ya kujikimu na aila yake kama familia yake pale nyumbani, mtazamaji. Basi huyo mkulima mdogo wa kujikimu huitwa falahi. Falahi ni mkulima mdogo wa kujikimu. Kisha tunaye hatibu, anayetoa hotuba mahali katika mkutano. Hatibu hotuba mahali
katika mkutano. Katika mkutano yeye huitwa hatibu, mtazamaji, ambaye sasa hivi afanya nini? Yanitazama. Kisha basi yeye hutoa hotuba kwenye hadhira pale, ama hadhira au hadhara ni wale wasikilizaji wale wameketi chini kitako, wanasikiliza yale maelezo ambayo unawapa kwa njia muktadha. Wale wasikilizaji katika lugha nyenzi ya Kiswahili tunaita hadhara au hadhira. Yule anayetoa maelezo yale, yule anayetoa mazungumzo pale, yeye huitwa hatibu, ila sio katibu. Tafadhali usije kukanganyikiwe kati ya katibu na hatibu. Katibu ni mtu anayeandika nyaraka na kuzihifadhi, anayeandika nyaraka na kuhifadhi, ama anayeandika na kuhifadhi kumbukumbu za serikali au idara au shirika au chama, hasa ndio huitwa nani? Katibu. Yeye huandika na kuhifadhi kumbukumbu, basi yeye huitwa nani? Katibu. Na hasa sekretari, yeye huandika nyaraka na kuzihifadhi. Yeye sekretari anazihifadhi zile nyaraka. Nyaraka au waraka ni barua. Kiswahili cha neno barua ni waraka, katika umoja, wingi ni nyaraka, ngeli ya uzi. Basi sekretari, tuna katibu, sekretari, tuna karani, na tuna nani? Na tuna mhazili. Hao ni watu ambao mara nyingi watu nakanganyikiwa, mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama. Nimesema hatibu siye katibu. Hatibu hutoa hotuba, maelezo, anayetoa maelezo maalum kwenye mkutano, yeye huitwa hatibu, hutoa hotuba. Hotuba ni maelezo maalum yanayotolewa mbele ya hadhira au hadhara. Mtu huyo anayefanya kazi hiyo ni hatibu. Lakini katibu ni mtu anayeandika na kuhifadhi kumbukumbu, hasa labda za serikali au chama. Labda mna chama pale, kina mama, mna chama, kuna mtu ambaye mmemteua kwa minajili ya kufanya kazi ya kuandika zile kumbukumbu, yale mambo ambayo mnazungumza. Basi mtu huyo huitwa nani? Mtu huyo bila shaka huitwa nani? Huitwa katibu. Na ukienda katika ofisi ama pale kwenye ukurungwa ni Kiswahili cha neno ofisi. Mtazamaji, utajifunza mambo mengi katika kipindi hiki cha Kiswahili. Basi pale kwenye ukurungwa au pale ofisini, kuna mtu ambaye huajiriwa kwa ajili tu ya kupokea wageni. Anapokea wageni pamoja na simu za ofisi pale, kwa sababu yule mkurugenzi, yani the director, anaweza kuwa wa shule ama wa kampuni, aweza kaangazia kila kitu. Basi utapata fika kwa watu kama hao nini, utapata fika kwa kuna watu ambao wanaajiriwa kwa minajili ya nini? Kwa minajili ya kupokea wageni pale ofisini. Watu hao bila shaka twaita vipi? Watu hao twaita, ama mtu huyo twamuita mhazili. Basi mhazili yeye hupokea wageni ofisini. Wageni ofisini. Mtazamaji ambaye sasa hivi afanya nini? Yanitazama. Basi mhazili, mtazamaji, nimesema kwa upokea wageni ofisini. Kana kupokea wageni pia upokea ofisi zile za nini? Simu, kuradhi, simu za katika ofisi, mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Kisha tuna mkufunzi. Tunaye mkufunzi na mkurufunzi. Wacha tuanze naye mkurufunzi. Mkurufunzi ni mwanafunzi wa chuo kikuu anayefunza wengine.
wengine. Basi mwanafunzi wa chuo kikuu ni huyu mwanafunzi ambaye bado yuko chuo kikuu, labda naangazia anasomea ualimu pale, na unapata fika kwa kuna uwepo na kipindi fulani kirefu ambacho kwacho wanafunzi hao wao wanapewa kipindi cha miezi mitatu hivi, mtazamaji, wakifanya nini? Wakipumzika pale, wanapewa mapumziko marefu kiasi, mtazamaji. Basi unapata fika kuwa ama kando na kupewa mapumziko, unapata fika kuwa unaposomea kazi nyingi, mtazamaji, iwe ni kazi ya utangazaji, iwe ni kazi ya elimu, kuna wakati ule huwa unapewa ili kwenda kufanya nini? Ili kwenda kufanya utafiti zaidi, ama ili nini, kama wewe ni mwalimu unatumwa katika shule fulani, ama unajitafutia shule fulani, unaambiwa tafuta shule fulani ili uende wafanye nini, waone iwapo kweli umeweza kuyashika yale ambayo umekuwa ukiangaziwa mle darasani. Basi kumbuka, wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye hajahitimu bado, lakini unafunza wengine. Basi wewe utaitwa mkurufunzi. Na tuna mkufunzi pia. Mkufunzi ni nani? Mkufunzi ni mtu anayefunza watu uhodari au uweledi fulani, ambaye katika hali mbini ama katika hali ya utohozi ama mbini ya utohozi twaita kocha, yani kocha. Yeye ni mkufunzi. Mkufunzi hufunza watu uhodari fulani, naye mkurufunzi ni mwanafunzi wa chuo kikuu anayefunza wengine. Watu uhodari fulani, kwa mfano tu pale uwanjani, yule anayefunza wanasoka wale wanaosakata kabumbu, yeye ni mkufunzi au kocha. Kisha tunaye kadhi, ni hakimu au jaji katika Uislamu. Jaji katika Uislamu huitwa kadhi. Jaji pia huitwa hakimu katika Uislamu huitwa hakimu. Kadhi. Kisha tuna kandawala, anayeendesha gari moshi. Dereva wa gari moshi, anayeendesha gari moshi. Kwa gari huitwa dereva, kwa gari moshi huitwa kandawala, kwa ndege huitwa rubani, au kwenye ndege huitwa rubani. Mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama, ni vyema uweze kutofautisha watu hao, mtazamaji. Kisha tuna mtu anayeweka na kuandika pamoja na kuhifadhi nyaraka ofisini, yeye huitwa karani. Anayeweka na kuhifadhi nyaraka. Anayeweka au kuandika na kuhifadhi nyaraka. Anayeweka au kuhifadhi au anayeweka na kuandika, basi huitwa karani. Utasema hapa anayeweka au kuhifadhi au kuandika nyaraka. Anayehifadhi nyaraka ofisini, yeye huitwa karani. Kisha tuna anayepakia na kupakua mizigo bandarini. Kupakia ni kuweka, kupakua ni kuondoa mtazamaji, kuondoa mzigo ni kupakua, kuweka mizigo ni kupakia. Basi mtu huyo huitwa kuli.
anayepakia na kupakua mizigo bandarini huitwa kuli. Kisha tuna kinyozi. Kinyozi ni mtu yupi? Kinyozi ni mtu anayedira nywele. Kudira ni kunyoa. Anayedira nywele huitwa kinyozi, tofauti na jinsi ambavyo kwavyo tunaifahamu. Watu wafahamu fika kwa kinyozi ni sehemu iliyotengwa kwa minajili ya kudira nywele. La hasha, kinyozi sio sehemu, ni mtu anayedira nywele au anayenyoa nywele, yeye ndiye kinyozi. Lakini sehemu iliyotengwa kwa minajili ya kudira nywele, ani kunyoa au pia watu wengine kusuka, hiyo sehemu huitwa chega au chegani. Chega au chegani ni sehemu iliyotengwa maalum kwa minajili ya kunyoa au kudira nywele pamoja pia na kusuka. Kisha tuna mfawidhi. Mfawidhi ni mtu anayeongoza sherehe, aliyepewa mamlaka ya kuongoza sherehe. Mna sherehe pale, labda sherehe ya harusi, watu wanafunga pale nini, wanafunga nakidi pale. Basi wanapofunga nakidi, basi kwa sababu ni karamu, sherehe kubwa, kwa hitaji yule atakaye ongoza hiyo sherehe, yeye huitwa mfawidhi. Katika lugha ya Kimombo ni master of ceremony, MC. Mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama, mfawidhi, mtazamaji, mwanafunzi, mfawidhi basi ni mtu huyo MC aliyepewa mamlaka ya kuongoza sherehe. Tukienda halahala, tuna mganga. Mganga ni daktari anayetibu aidha kwa dawa au mitishamba. Mara nyingi pia neno hili tunalichukulia visivyo. Mara nyingi tunaposikia neno mganga tunafikiri ni yule ambaye anayedhuru watu. Anayedhuru watu siye mganga. Anayedhuru maisha ya watu, yule muaji siye mganga. Yule muaji ni mchawi, mtazamaji, tafadhali. Na pia ujue pia tuna mturumbi. Mturumbi ni mtu yule ukimbia usiku, yani night runner, ukimbia usiku, yeye ni mturumbi. Na mganga pia huitwa tabibu au daktari. Anaweza kuwa yatibu kwa dawa au mitishamba. Jua fika kuwa kuna daktari ambao wanatibu kwa mitishamba. Sio tu dawa zile ambazo tunazinunua kwa duka pekee ndizo dawa. Hata mitishamba pia ni dawa. Mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama, tofauti na mtu yule ambaye huangamiza maisha ya watu, yeye sasa ni mchawi, sio mganga. Basi usije ukatumia jina hili kwa njia isiyofaa tafadhali, au kwa namna isiyofaa. Natumai nimekwisha kuelezea. Mganga anayetibu watu kwa dawa, anayetibu kwa dawa au mitishamba. Kuna dawa za kienyeji, basi natumai unazifahamu hizo dawa za kienyeji au mitishamba. Dawa hizo za kienyeji ndizo kwazo huitwa mitishamba. Kisha tuna anayesimamia idara fulani au shirika au kampuni. Mtu anayesimamia idara, shirika au kampuni huitwa mkurugenzi. Mkurugenzi. Yani the director. Director ndiye mkurugenzi. Kisha tuna anayeita Waislamu wajitayarishe kusuali au katika swala au katika sala. Mtu huyo huitwa muadhini.
Muadhini huita Waislamu kujitayarisha katika swala. Utasikia pale ikifika wakati fulani, natumai mnajua hizo sala ikifika, labda alfajiri pale, asubuhi, alfajiri ni asubuhi na mapema, basi utasikia mtu huyo akiitana. Ikifika pia vile vile saa 7 pale utasikia kiitana. Ikifika saa 10 pale, saa 7 wanaita nini wa adhuhuri ama dhur katika lugha ya Kisomali pale ni dhur, mtazamaji, ama Kiarabu ni dhur, sio Kisomali ila Kiarabu ni dhur, yani adhuhuri. Kisha alfajiri wanaita fajir, mtazamaji. Na kuna pia pale sala gani tena? Kuna sala ya 3 ni pale wanaita nini? Lasiri ama alasiri, jioni ni alasiri hapo saa 10, mtazamaji. Kisha kuna mahri pale, yani magharibi, hilo ni swala la 4, mtazamaji. Alafu wanamalizia na ishai ama isha, kwa Kiswahili ni isha. Basi kuna mtu ambaye anafanya kazi ya kuita watu, anawakumbusha tu ili kwa muda wa kuswali unakaribia, waende wajitayarishe pale, wachukue udhu pale, mtazamaji. Basi mtu huyo yeye huitwa muadhini. Na kuelezea ili uweze kufahamu vizuri sana, tafadhali siegemee upande wote ama nini usinini, tafadhali ni ile maelezo yangu. Kazi ya mwalimu ni kutoa maelezo zaidi, ili mwanafunzi ama yeyote yule anayejifunza aweze kupata uhondo kamili. Basi yeye huitwa muadhini, anaita Waislamu kujitayarisha kwenda kuswali. Kisha tuna mwandazi anayepika chakula katika sherehe au karamu. Anayepika chakula katika sherehe au karamu. Karamu ni sherehe kubwa kama vile harusi, kwenye matanga pale, tunaposherekea maisha ya mtu pale, tunasherekea maisha ya mtu, ila hatusherehekei kifo cha mtu. We celebrate the life of a person, we don't celebrate the death, mtazamaji. Watu wengine inabidi nichanganye ndimi, kwa sababu hiyo ndio kazi ya mwalimu. Watu wengine unachanganya ndimi kidogo. Basi yeye ni mwandazi. Mwandazi anayepika chakula kwenye sherehe, katika sherehe. Chakula kwenye karamu, sherehe kubwa, kwenye karamu. Nasikia wakiitwa kataras, mtazamaji, ama the kata, wale wanaopika chakula katika karamu au sherehe huitwa mwandazi, akatara ama the kataras, wakiwa wengi, mwandazi. Kisha tuna anayejenga nyumba kwa mawe. Anayejenga nyumba kwa mawe huitwa mwashi. Mwashi kujenga nyumba kwa mawe, kujenga nyumba kwa mawe, yeye huitwa nani? Huitwa mwashi. Kwa mawe huitwa mwashi. Kisha tuna utingo. Utingo ni mtu anayebeba utingo ni mtu anayesaidia, yule msaidizi wa dereva kwenye daladala au matwana, huitwa utingo. Utingo anayesaidia dereva kwenye daladala au katika matwana pale kuchukua nauli, msaidizi wa dereva kwenye matwana. Matwana ni haya magari madogo yanayotumika kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Magari haya utasikia mara nyingi watu wamezoea ama
yazoea kuyaita vipi? Matatu. Na katika utafiti wangu mara nyingi wanawaelezea kuwa matatu silo jina rasmi la magari haya. Magari haya huitwa matwana au daladala, Kiswahili fasaha. Matatu tu ni jina ambalo watu walikuja nalo hasa wa Kenya. Nazungumzia hapa Kenya kwa sababu niko Kenya, na baada ya kupata utafiti wangu niliweza kubaini kweli ni ukweli. Jina matatu ni jina ambalo lilitokea hapo jadi ama hapo kitambo kidogo. Magari haya kuna ile sehemu ambayo ungeenda yalikuwa yanalipiza ama unalipizwa mapeni mangapi? Mapeni matatu. Mapeni mangapi? Mapeni matatu. Basi katika kulipizwa mapeni matatu, basi yule utingo walikuwa wana nini? Wanaita watu wale abiria, akiwaambia magari ni matatu, 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 abiria matatu, yani kasama matatu, 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 ni matatu tu, matatu tu. Basi watu ukawa ni uzoefu, na bila shaka watu wakaja wakachukulia kuwa magari hayo sasa ni matatu, kwa sababu yanalipiza mapeni mangapi? Mapeni matatu. Hapo ndipo jina hilo matatu likafanya nini? Likachipuka, mtazamaji. Ila magari hayo sio matatu tafadhali, kwa sababu ukienda nchi nyinginezo, sielewi wapo pale kule Tanzania, nimetembea kiasi, nikienda pia kufanya tafiti zangu mbalimbali, kufanya shughuli za hapa na pale, na magari hayo wanaita daladala au matwana. Ukija hapa Kenya ni matatu, ambaye hayo pia tunatumia, yanakubalika maongezi hayo tukiangazia katika nini? Katika fasihi simulizi pale, ama kwenye isimu jamii, mtazamaji, kwenye isimu jamii, basi utapata fika kwa unapata hizo ni lugha za biashara, lugha isiyo rasmi. Kwenye biashara unapata wanatumia majina kama hayo, lugha kama hizo, mtazamaji, kwa minajili ya kufanya biashara. Basi kutokana na ule uzoefu, magari haya sasa yakawa yanaitwa matatu, lakini Kiswahili fasaha si matatu, ni daladala au matwana. Ni kama vile utasikia mtu kuna kile kitambaa cha mkononi ambacho watu tumika kujifutia mafua. Kitambaa hicho nasikia watu wakisema ni nini? Kitambaa hicho kinaitwa handchifu. Ukilitohoa ama ukitohoa katika mbinu ya utohozi, katika kimombo ni handkerchief. Kila mtu anajua handkerchief, handchifu ukitohoa. Katika Kiswahili fasaha kitambaa hicho tunakiita leso. Tafadhali fanya utafiti wako, leso. Ijapokuwa kuna zile kamusi ambazo pia utaambiwa pia ni kitambaa cha kujiambika na pia ni kitambaa cha mkononi. Tafadhali, mimi kama mtafiti mkuu, kitambaa hicho huitwa leso. Kile cha kujifunika, kujiambika kiunoni huitwa kanga. Tafadhali, huitwa kanga. Kanga ni kitambaa chenye maandishi ambacho kwacho kina dada au wanawake hujiambika kiunoni, hujifunga pale kiunoni. Basi kitambaa hicho huitwa kanga, ila sio leso. Leso ni kitambaa cha mkononi, yani handchifu, mtazamaji. Kisha tukimalizia tunaye sogora. Huyu tu ni stadi wa kuamba na kupiga ngoma. Ana ustadi wa kuamba pamoja na kupiga ngoma. Yeye ni sogora. Sogora kupiga ngoma na kuamba pia. Piga ngoma, sogora, msaidi wa kupiga ngoma. Kisha pale kwenye nilisema msaidizi wa dereva huitwa utingo. Pia ni neno ambalo wali linatumika visivyo. Unasikia watu wakisema makanga. Tafadhali, sielewi jina hilo makanga lilichupika vipi, sielewi, ni lugha ya mtaani ya vijana, sielewi.
Yule msaidizi wa dereva ni utingo, sio makanga. Kile ambacho kwacho na kifahamu katika lugha nyenzi ya Kiswahili ni nyakanga. Nyakanga sasa ni mtu, lakini ni kiongozi. Nyakanga ni kiongozi wa walimu jandoni. Tuna mwalimu wa jandoni. Mwalimu wa jandoni huitwa kungwi au somo. Yule mwalimu ambaye jando, wale vijana ambao wanajua jando, sehemu iliyotengwa kwa ajili ya kupasha vijana tohara, hiyo sehemu huitwa jando. Basi kuna uwepo na walimu ambao hupeana wavulana mafunzo kabla ya kupashwa tohara pale. Hao walimu huitwa kungwi au somo. Hao ni masomo au makungwi, mtazamaji. Na hawa walimu wana kiongozi wao. Kiongozi wao ndiye huitwa nyakanga. Mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama, sasa sielewi jina makanga lilitokea vipi. Labda unaweza nitumia ujumbe wako pale kwenye sehemu ya maoni pale, nami pia ukaweza unielemishe mtazamaji, na nitashukuru zaidi. Ila kila ambacho ningependa ujue ni kuwa utingo ndiye msaidizi wa dereva, sio makanga. Naye nyakanga ambaye sio makanga, nyakanga ni kiongozi wa walimu wa jandoni. Tuna mwalimu na tuna yule anayepasha vijana tohara. Anayepasha ni ngariba, na mwalimu huitwa somo au kungwi. Kupasha vijana tohara. Basi hao watu hao unafaa mwafahamu vizuri sana. Kisha tuna mgema. Yeye hutengeneza pombe au mvinyo. Anayetengeneza pombe au mvinyo, the brewer, mgema. Tunaye mhandisi aliye na utaalamu wa kutengeneza mitambo, yani an engineer, mtambo au mitambo, ana huo ujuzi, yeye huitwa mhandisi. Kisha kando na mhandisi tuna mhariri. Mhariri anayesoma makala kabla ya kuchapishwa. Umeandika kitabu chako, mwanafunzi au mwalimu ambaye sasa hivi anatazama, kitabu chako unahitaji kuchapishwa, kinahitaji kuchapishwa. Basi yule anayefanya kazi ya kusoma makala, kuna vitabu hivyo kabla, au makala hayo kabla ya kuchapishwa, wanafanya nini? Wanapitia kwanza, ili wadhihirishe ama idhinishwe kwa ni kitabu ambacho kwacho kinakubalika, kiko sawa, maandishi yako sawa, kile ambacho nakizungumzia mle ndani kiko sawa, ama iko hali au namna muru wa mtazamaji. Basi anayefanya kazi hiyo ni mhariri, an editor, mtazamaji. Pia ukienda katika studio pale, uandishi wa habari pale, utapata kuna watu kama hao wanafanya uhariri. Mtu huyo huitwa mhariri. Basi mtazamaji, kwa sababu ya muda tutakamilisha, tutaangazia kila kitu. Labda tunamalizie na chura au topasi. Chura au topasi ni mtu anayefagia barabara au anayeosha vyoo kwa malipo. Chura au topasi ufagia barabara au osha vyoo. Nasikia kuna kazi ya vijana ama kazi ya mtaani pale, wale wanaofanya kazi ya kusafisha barabara, hao ni machura tafadhali, au matopasi, topasi au chura. Tuna mjakazi na tuna mtwana na tuna yaya, ambaye nataka tu nitofautishe kabla nifunganye virago. Mjakazi ni mwanamke mfanyikazi wa kike wa nyumbani. Anaweza kuwa mwanadada ama mtu yote yule, ili mradi awe wa kike, anayefanya kazi, ameajiriwa kwa ajili ya kufanya kazi za nyumba pale, yeye ni mjakazi. Akiwa mvulana anayeajiriwa kwa ajili ya kufanya kazi za nyumbani huitwa mtwana, ila sio matwana, kuradhi, mtwana. Kisha tuna yule ambaye ametwikwa ama amejitwika jukumu la kulea watoto. Analea watoto, anapewa malipo pale. Mtu huyo huitwa yaya. Yeye kazi yake tu ni kutunza watoto.
Ukienda shuleni watu kama hao wako wengi sana shuleni. Siku hizo wanaajiriwa kama walimu. Basi hao na nini, hao wachekechea zaidi pale, chekechea yani playgroup mtazamaji. Basi hao nini, ama mwingine pia ni biashara tu yake ambaye amefungua sehemu fulani katika eneo fulani analoishi ama kule anakoishi mtazamaji, amefungua hiyo biashara ya kulea kutunza watoto wadogo. Watu wanaletea watoto wadogo pale, wanatunza. Mtu huyo huitwa yaya. Kazi yake tu ni kulea watoto pekee. Ni tofauti na mjakazi. Mjakazi huenda akawa pia mpaka yaya, kwa sababu atafanya pale kazi ya kutunza mtoto pale, afanye kazi za nyumba, lakini hasa mjakazi anafanya kazi za nyumba. Mtwana ni wa kiume, mjakazi ni wa kike. Basi mtazamaji, mambo mengi hatujaangazia, tutakuja kuangazia. Tuna Saisi pale anayepandisha na kulisha farasi, hao tutakuja kuangazia, lakini kwa sasa hivi naomba uniwie radhi ili nihitimishe kipindi kwa sababu ya muda ambao umeipa kisogo au umeyoma. Kwangu mie nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Chambilecho wahedi waliokulukuntu kubali wito, ila kataa witwalo iwapo halina maslani nawe. Kumbuka fika kwa chochote kilicho na mwanzo mathalani huwa na mwisho. Kaditadi tamati na ngangu na shusha kumhanjamu kedekede mtimani mwangu. Natumai Dayani mwenye kujalia waja wake neema tolatola akizidi kutujalia, bila shaka tutafalikiana katika kipindi kijacho. Uwe na wakati usioko na bugdha wala mishemishe. Wasalam.